Sifa za moyo wako mwelekeze tu Bwana ombi lako kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya neno. Kama unampenda Bwana, fungua moyo wako asubuhi ya leo. Bwana akakutakase, Bwana akakuinue, Bwana akalete ukombozi asubuhi ya leo, akatende yaliyo mema maishani mwako, akatende kwa uaminifu wake. Asubuhi ya leo akakuinue, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu ambaye anatenda makuu. Yeye ni Mungu ambaye anainua. Asante Yesu, maana wewe ni mwema na ni mwaminifu. Haleluya. Ukimwita mama ni
Hallelujah. Inua mikono yako mbele za Bwana siku ya leo. Mwambie tu Bwana asante kwa siku ya leo. Na wengi wametamani wasimame katika nyumba ya Bwana jinsi umesimama. Hawajainua hata mikono siku ya leo, lakini Bwana amekupa nafasi hii. Usichukulie kama jambo la kawaida, ila uweze kujua kwamba Bwana amekusudia uhai wako, amekusudia uwepo wako mahala hapa. Si kwamba umeshinda wale ambao wamelala. Si kwamba umeshinda wale ambao wamelala, wamewezwa kuweka katika vitanda wamelala kwa sababu ya magonjwa. Lakini ila Bwana ni mwaminifu. Bwana amekuwezesha. Huna budi kumwambia Bwana asante asubuhi ya leo. Asante Bwana kwa kuniamsha. Asante Bwana kwa uzima na afya Bwana ambao umenipatia. Uinuliwe Mwokozi, upewe sifa, maana wewe ni Mungu. Kando na wewe Bwana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sema ndio. Nasema ndio. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Nasema ndio. Najua unaweza imba wimbo huu kwa kumwabudu Bwana, kukiinua mikono yako yote mbili mbele za Bwana. Haleluya. Nasema ndio. Haleluya. Nasema ndio. Baba ndio Bwana. Ndio Bwana. Nasema ndio. Waweza paza sauti yako kwa Bwana na uwaseme wimbo huu. Tukumtukuza Bwana, kumwabudu Bwana asubuhi ya. Unasema katika jina la Yesu Kristo, Bwana tunasema ni asante asubuhi ya leo. Umetuamsha, umetupatia pumzi na afya. Tunasema ni asante. Si kwamba Bwana tumepita wale ambao wamelala. Si kwamba Bwana sisi ni wema mbele zako. Si kwamba Bwana tumewashinda wale ambao wamelazwa, ila kwa rehema zako teletele Bwana umetupa nafasi hii. Uko na kusudi letu na uwepo wetu mahala hapa. Uko na kusudi Bwana kwa maisha yetu. Asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako. Asante kwa kila mmoja. Asante kwa ndugu na dada. Siku ya leo Bwana nena pamoja nasi. Siku ya leo Bwana tuonyeshe njia. Siku ya leo Bwana tuinue. Siku ya leo Bwana tenda ishara. Na yule ambaye amekuja Bwana amesononeka ndani ya moyo wake, Bwana wewe ni mponyaji wa Mungu. Mwenyezi Mungu ponya nafsi zetu. Mwenyezi Mungu yale ambao tumepitia wiki mzima, mengine imekuwa magumu pana na mazito na machungu, lakini Bwana wa rehema tunakutazama asubuhi ya leo. Ya kwamba utukuze asubuhi ya leo. Utuinue asubuhi ya leo. Kwa neno lako Bwana tukombolewe. Kwa neno lako Bwana tuinuliwe. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wale ambao wadhaifu Bwana weka mikononi mwako. Wale ambao wako na mahitaji mbalimbali na weka mikononi mwako. Kuwahudumia asubuhi ya leo.
Tunaweka serikali yetu mikononi mwako, rais wetu pamoja na naibu wake na maafisa katika ngazi za serikali. Wacha neema yako na amani yako Bwana ikaenee katika pembe zote za nchi yetu ya Kenya. Asante kwa kanisa lako, asante kwa kanisa lako. Utumishi wako Bwana ukabarikiwe. Pote neno lako linahubiriwa Bwana likapata nafasi ndani ya mioyo yetu. Uinuliwe, maana wewe ni Mungu wetu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunaweka vijana wetu mikononi mwako Bwana. Wamefunga shule Jehova, wanapokuwa katika likizo, Mungu wa rehema, wewe ni mlezi mwema. Tunza watoto hawa, linda watoto hawa kwa utukufu wako Bwana. Umiliwe na upewe sifa, maana wewe ni Mungu. Na ni kwa Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Tulia pole pole. Amen. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Amen. Pigia Bwana huyu makofi mazuri kabisa. Yeye ni Mungu. Yeye anastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine. Makofi yenyewe mnapiga tu kama mnapiga weli goro. Pigia Bwana Yesu makofi, wacha ujinga wewe. Pigia Bwana makofi mazuri. Sema amen. Hallelujah. Amen. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Yesu ni mkuu, lazima tumshukuru. Sema amen. Lazima tumwabudu, lazima tumshangilie kwa wema ambao ametutendea. Nataka nikwambie kwamba usichukulie kama jambo la kawaida. Kuja katika nyumba ya Bwana na kutulia jinsi umetulia, lazima umshukuru Bwana. Sema amen. Sema amen. Naomba tuende kwa neno letu la siku ya leo, ambao ni kitabu cha nani? Esther. Fungua kitabu cha Esther. Nani yule anaangalia kwa New Testament? Yuko katika Agano la Kale. Yes, Esther. Mlango ni wa 4. Tupate msomi mzuri atusomee mstari wa kuanzia tu mstari wa 7 wa 9. Esther chapter number 4 from verse number 9 up to the end, which is 17. Asante, tusome. Esther mlango wa 4 kuanzia 9. Hataki akaenda akamweleza Esther yote aliyosema Mordekai. Naye Esther akamwambia Hataki arudi akamwambie Mordekai, watumishi wote wa mfalme na raia wa mikoa yote wanajua ya kwamba mtu yeyote yule akiingia katika ua wa ndani na kumwona mfalme bila kuitwa, huyo ni lazima auawe. Anayeweza kunusurika ni yule tu ambaye mfalme atamnyoshea fimbo yake ya dhahabu ili kumsalimisha. Kumbe mimi sijaitwa na mfalme yapata mwezi mzima sasa. Mordekai alipopata ujumbe wa Esther, mara alipelekea onyo hili: usidhani kwamba kwa kuwa upo ikulu wewe salama zaidi kuliko Myahudi mwingine yeyote yule. Ukikaa kimya wakati kama huu, msaada utawajia Wayahudi kutoka mahali pengine, nao wataokolewa, lakini wewe utakufa na jamaa ya baba yako itaangamia. Ni nani ajuaye, pengine umefanywa malkia
kwa ajili ya wakati kama huu. Esta alimpelekea Mordekai jibu hili: nenda ukakusanye pamoja Wayahudi wote waliopo mjini Susa. Fungeni, msile wala msinywe kwa siku 3, usiku na mchana, kwa ajili yangu. Na mimi na wajakazi wangu tutafanya vivyo hivyo. Kisha nitamwendea mfalme, ingawa ni kinyume cha sheria. Kama ni kuuawa na niuawe. Basi Mordekai akaenda zake na kufanya kama Esta alivyomwambia. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante asubuhi ya leo. Asante kwa neno lako Bwana, jinsi tumeweza kulisoma, na wewe ndio mwalimu wetu Bwana. Lete siri ya neno lako asubuhi ya leo tulifahamu kwa utukufu wako. Asante kwa kila mmoja. Mwenyezi Mungu wewe pamoja nasi, na ni kwa Yesu Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kitabu cha Esta. Esta ni mmoja wa wanawake ambaye alibarikiwa, maana pamoja na Ruth ndio vitabu ambazo zimeweza kuandikwa ama kupewa title ya mwanamke katika Biblia. Praise the Lord. Amen. So Esther ni mmoja wao. Na mahali ambapo tumesoma ama kitabu cha Esther, wale ambao ni wahusika wakuu hapa tunaona ni Mordekai na Esther. Hawa walikuwa na watu wa ukoo na ni Wayahudi. Bwana asifiwe. Lakini kuna jambo ambalo limetendeka ama linaenda kutendeka katika maisha yao na kwa Wayahudi. Kwa hivyo jambo hili limewatia hofu, limewatia wasiwasi. Yes, they know it is going to happen. It is not happening now, but it is going to happen. So that whatever is going to happen, it is really worrying them. Praise the Lord. Amen. Ndiposa wako na wasiwasi. They are afraid of what is about to happen to the Jews in the near future. Today, I want to speak about overcoming fear or worries of the future. Overcoming fears or worries of the future. Kuepuka ama kushinda hofu yoyote ambayo uko nayo unapoendelea kuishi. Sema amen. Unajua watu wanaishi katika hofu. People are living with a lot of worries about tomorrow because they don't know how it will be. And there is a song I was just singing this morning. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is one the living just because he lives. Amen. Amen. Because he lives, I can face tomorrow. Even if tomorrow it is worrying me, I am afraid of tomorrow. But because the Lord Jesus is living, amen, I will face it. Say amen. Amen. Because he lives, all fear of tomorrow is gone. Amen. Because I know he holds the future, overcoming worries or fear of the future. Praise the Lord. Amen. People are living a lot of worries and fear. How will I get a job? About financial security. Where will I live? Will I really retain my job? That is the fear you have for tomorrow. But I want to tell you, because he lives, all fear is gone.
Say amen. Amen. Say amen. Amen. Times we are living in a world whereby there are wars. Kama kuna taifa linahisi ya kwamba kunaenda kuwa na vita, watu wanakaa wakiwa na hofu kwa sababu ya vita ambazo zinaenda kutokea. But as you trust in the Lord, we know even if there are wars, because He lives, we shall face that tomorrow. Amen. Say amen. Amen. Say amen. Amen. And the Bible says, Biblia inasema katika Timotheo wa pili ya kwamba mlango ni wa 3, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwapo nyakati za hatari. Siku za mwisho, the future time, tutakuwa siku za hatari. It will be a perilous time. Maana watu watakuwa wenye kujipenda, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana na mengine yote. Siku za mwisho, nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Praise the Lord. So wakati tunasikia nyakati za mwisho ni nyakati za hatari, mpaka uishi na hofu nyakati hizo. Usiwe mmoja ambao wananenwa mahala hapa. Praise the Lord. Hallelujah. What will happen when these days comes in our lives? How can we overcome our fears over what might happen to us in the future? So that is Mordecai and Esther. Wamejua kuna mtu amepanga kuwaangamiza. Wanaishi katika hofu. Bwana Yesu na asifiwe. Kitabu cha Esther ni kitabu cha historia. Kinatuelezea historia kuhusu Wayahudi ambao walijipata wakiishi katika nchi ya ugenini. They were living in a foreign land. And they were the Jews. Jina la Esther alikuwa anaitwa Hadasa. Lakini kwa sababu alikuwa anaishi ugenini, akapewa jina Esther. Praise the Lord. Akapewa jina Esther. Na huyu Esther was an orphan. Hatuambiwa popote ya kwamba wazazi wake, hapana. Tunasikia tu Esther pamoja na Mordekai. Na inaonekana ya kwamba Mordekai huyu alimtunza Esther. So Esther was like a daughter to Mordekai. Maana wazazi wake hawapo. They perished. So she was totally an orphan. So maisha ya yatima ni maisha magumu sana. Praise the Lord. Amen. The time Esther was an orphan, at the same time Esther was living by a cousin, Mordecai, who treated Esther as her daughter. Bwana asifiwe. So wezi sema sana Esther alikuwa na maisha mazuri sana. As much as alikuwa anakaa na the cousin, Mordecai alimchukua, but the life of an orphan is very difficult. It's a hard life. Hata furahia tu kama yule ambaye, kama wale watoto wengine ambao wako na wazazi. Hapana. Hata kama anamwamini mkuna mahali, hata hisi amefinyika. Praise the Lord. And that is Esther. Kitabu cha Esther huwezi pata neno Mungu ama Bwana. You can't get the word God or Lord in the book of Esther. Neither can you get the word prayer. They're not there. Because these people were staying in a foreign land where our God was not identified, was not believed in. They were to serve, they were living in people, amongst the people who were worshiping idols. Praise the Lord. Amen. So for them, it was very difficult. But they knew whom they believed. They were in a foreign land. Na mfalme wa nchi hiyo alikuwa anaitwa Ahasuero. Kwa Kiingereza wanasema Xerxes. Ahasuero alikuwa mfalme wa Persia. Was the king of Persia.
Na huyu mfalme alikuwa mtu ambaye alikuwa na nguvu sana. The Bible says he was governing over about 127 provinces. Provinces, mikoa 127. In Kenya we used to have how many? 8. So you can imagine 127 provinces. So that is how the vast area this man was leading. Na katika mji huu ama nchi hii Persia, we had 4 great capital cities. One of them was called Babylon. That was the real capital of Persia. There were 4 of them. Babylon. There was another one called Persepolis. There was another one called Ecbatana. And then there was another one called Susa. Bwana asifiwe. Kama tunasema Nairobi is a capital city. Kisumu is a city. Mombasa is a city. Let us see which one was up there. Eldoret. It becomes what? A city. So we have 4 cities in Kenya. 5. How many? 5. There are 5. Nakuru, yes. Nakuru is also what? A city. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Say amen. Amen. Yeah, there are some other towns. Towns is not a city. Kakamega is not a city. It's a town. Yeah, Bwana asifiwe. So these were 4 major cities in Persia. And the key city was Babylon. But there was now these other cities. Yes, they were recognized. But now, like Susa, where we are going to dwell today, ni mahali ambapo mfalme alikuwa anaenda kukaa, yani to relieve himself from the pressures at what? Babylon. Anaenda sasa kama Rais Ruto atoke aende correct, aende Mombasa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You hear times the president goes to Mombasa for about a month. Ameenda kutoa pressure. Mambo mengi. So that is what is happening in Susa. That is where now the king could go to Susa at least to relieve himself of a lot of pressure. Praise the Lord. And Esther now, together with her Jews and Mordecai, they were living in Susa. And this king, Ahasuero, he had what we call a harem. A harem was a group of beautiful girls who were taking care of the king in any way. That is, he had quite a number, so many of them. They were taking care of the king. And these girls, beautiful girls, were taken from all over, even from foreign nations. From Persia and also from foreign nations. Where by now tunapata Esther ambaye ni Myahudi anapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. These beautiful girls were supposed to be fed with a very good diet, and their role was only to please the king. And along the way, Falme akakosana na mke wake ambaye ni Malkia, alikuwa anaitwa Vashti. Vashti disobeyed the king, and the king divorced Vashti. So there was now a room now to look for another queen to replace Vashti. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na wakatafuta wasichana kutoka kila mahali wakakuja, na mfalme akawa anaangalia na macho yake ikamwangukia nani? Esther. Kamuona Esther. Very calm girl, beauty, and she's the one that the Lord fell on her to become the queen. Praise the Lord. Amen. You can imagine Myahudi, an orphan who lived a very difficult life. Yes. But God has remembered her. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. From that kind of life of being an orphan under Mordecai the cousin, akiteswa na mateso kidogo kidogo, lakini mfalme amekuja kuangalia, kura imemwangukia nani? Esther. Sasa yeye ni malkia. There was a lot of celebrations. Yes. Na imani ya kwamba Wayahudi hawakuwa wengi. Na imani ya kwamba walishangilia. Walisema leo tumepata wetu. Praise the Lord. Amen.
Hallelujah. There were celebrations. That was a very important position. To become a queen, it was not something easy. Life was so good, Esther. Kutoka katika ile maisha sasa ako katika ikulu, in the court of the king. Esther, she was treated well. She was respected. Even others could come and pay homage. Wanakuja wanampatia heshima. Wengine wangebow before Esther. Kwa sababu ya position. Yatima ameinuliwa. The favor of the Lord is upon her. Praise the Lord. Amen. But now wakati mmoja wa wale ambao walikuwa karibu na mfalme kwa jina Haman, alipoona ya kwamba Wayahudi wanazidi kufurahia na kuongezeka, akapeleka uongo kwa mfalme. Akamwambia, unajua kuna watu katika eneo lako hili hawakuheshimu, hawafanyi yale ambao unasema, na hao watu wanastahili kuangamizwa. Na mfalme hakujua ni akina nani, hakujua ni Wayahudi, na ndiposa mfalme akamwambia tufanye namna gani. Akasema kwamba Haman akasema nitaandika barua na wewe uweke nini? Sahihi. Nami nitasakileti kila mahali ya kwamba hawa watu waangamizwe. Na hivyo ndivyo ilivyotendeka. Na wakati decree ama amri ilipotolewa na mfalme ya kwamba Wayahudi waangamizwe, tunamuona Mordekai akivaa magunia, akijipaka ile vumbi, akienda kwa mitaa kuanza kulia na kuomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mordekai alikuwa na kasehemu katika makazi ya mfalme. He had a portion. He was also a minor official. So watu wanashangaa, huyu jamaa mwenye anafanya kazi kwa mfalme, mbona leo amepatikana katika mtaa? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Watu wakapelekea Esther habari. Wakamwambia, hata kama wewe unakaa katika ikulu, wewe kama wewe ni malkia, nataka nikwambie kwamba ndugu yako huko nje hayuko sawa. Amevaa magunia, ndio huyu amejipaka vumbi, analia na kuomboleza. It disturbed Esther. Esther kashangaa ni nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Esther sends, akatumanisha watu wakampelekea manguo. Mordekai akakataa kuvaa manguo. Akasema siwezi. Akataka kujua ni nini ambacho kimefanyika na kwa nini kinafanyika. Na mwenye akawaambia, waende waambie Esther akiwa ikuluni ya kwamba kuna njama imepangwa, kuna amri imetolewa, hata ndio hii barua pelekea Esther, mwambie Haman amepanga kuangamiza Wayahudi wote. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwezekana uambie Esther aongee na mfalme, maana asipoongea na mfalme tutakufa, tutauawa. Bwana Yesu asifiwe. So Esther kapata hiyo habari, na Mordekai anamwambia kwamba uongeleshe mfalme, maana usipomwongelesha sisi tutaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Verse number 6, the Bible says, verse number 7 of the book of Esther, the Bible says, basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa verse 7. Naye Mordekai akamweleza yule yaliyompata na hesabu ya fedha Haman aliyoahidi kulipa katika hazina za mfalme ili Wayahudi waangamizwe. Pia akampa na nakili ya andiko la mbiu ya kuangamiza iliyotangazwa Shoshani, ili amuonyeshe Esther na kumweleza tena amwagize aingie kwa mfalme kumsihi na kuwaombea watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Basi hataki akaja akamwambia Esther maneno ya Mordekai. Ndipo Esther akasema na hataki, akamtuma tena kwa Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana. Praise the Lord. Wakati ambapo Esther ameambiwa
jinsi Mordekai amesema ya kwamba amuongeleshe mfalme tusije tukaangamia, Esther akaambia huyu hataki ya kwamba muende mwambie Mordekai, kulingana na sheria ambayo iko kwa makazi ya mfalme, mimi siwezi toka tu niende kwa mfalme kabla mfalme hajaniita, mpaka ningojea niita. Kwenda kwa mfalme, yeyote ambaye anaenda kwa mfalme na aende kwa mfalme bila amri ya mfalme kumuita, huyu mtu anastahili kuangamizwa. Bwana asifiwe. Sasa akasema, na hata nimemaliza siku 30 tangu nitoke kwa mfalme, siwezi rudi huko na sijaitwa bado. But the Bible says ya kwamba basi hataki akaja akamwambia Esther. Ndipo Esther akasema na hataki, akamtuma tena Mordekai kusema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yeyote akiwa mwanaume au mwanamke atakayemjia mfalme katika ua ndani wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe, isipokuwa yeye ambaye ni mfalme atamnyoshea fimbo ya dhahabu ili aishi, wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther, naye Mordekai akawaagiza wampeleke Esther jibu kusema, wewe usidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua Mordekai anasukuma Esther, anamwambia Esther, wewe uko katika mfalme, makazi ya mfalme, ongelesha mfalme, tutaangamia. Na Esther naambia Mordekai, wewe hujui chenye unasema, siwezi enda huko. You don't know what you are talking about. I cannot make a mistake of going before the king calls me. I will be killed. Mordekai anamwambia kwamba usidhani ya kwamba wewe kukaa usidhani ya kwamba wewe kukaa kwa makao ya mfalme tukiangamizwa wewe utapona. Hapana, hata wewe utaangamizwa. Praise the Lord. Hallelujah. Esther hakuwa anakataa kwenda kwa mfalme, lakini alikuwa anasema ya kwamba huwezi toka tu na uende kwa mfalme. It was very risky because you will be killed. So anamwambia Mordekai, fikiria yale mambo unaniambia. Mambo ambayo unaniambia sio rahisi, ni magumu sana. In other words, Esther was looking at a personal cost. What was going to cost her as she approaches the king. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In other words, yes, Wayahudi wanataka kuangamizwa, na Esther ndio huyu, yeye ako katika makao, anakula vizuri, wanamuinamia, anaheshimika, lakini yes, wanamwambia, can you get involved in this? Please, you are supposed to be involved in this matter. We cannot die and you are silent in your court. You are supposed to speak and tell the king that there is a plot to destroy all the Jews. And Esther says, I cannot go. I have not been yet summoned to go before the king. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. It was gharama. Esther alikuwa anaangalia gharama ya kwenda kwa mfalme ni kupoteza maisha yake. And it is very true, when you are called to be involved in anything, you are supposed to know what it involves. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Before making any step, kabla Esther afanye hatua yote, alikuwa anafikiria kile ambacho kinaenda kutendeka. Before wewe ujiunge ama get involved in any other thing, you are supposed to sit down and evaluate on a personal cost. What is going to cost you as you get involved in a particular issue? Bwana Yesu asifiwe. And that is very biblical. Biblia inasema kwamba hakuna yeyote anaenda vitani bila kuhesabu ajue ako na wanajeshi wangapi. Pako hesabu. Before you go to face a battle, count, niko na 1 2 3 4 10. That's why you hear of Gideon walikuwa wangapi? Out of 32 wakakuja wakabaki ngapi? 300. Bwana asifiwe sana. You count the number of soldiers. Hakuna yeyote ambaye anataka kujenga nyumba aanze tu hivi mpaka akae
akakalculate aone niko na pesa, zitanianzisha, nitafika mahali fulani, nitamaliza nyumba. Praise the Lord. You are supposed to count the cost. And Jesus said, whoever wants to follow me should be ready to do what? To carry the cross. Paka ubebe msalaba. Be ready. And that cross will cost you. Bwana Yesu asifiwe sana. Akina Petro na wengine waliwacha nyavu zao, kazi zao za kuvua samaki, kazi ambazo zilikuwa na marupurupu, kazi ambazo zilikuwa zinaingiza pesa, lakini jamaa wakafika mahali wakawacha kwa sababu ya mwito wa nani? Wa Yesu. Mpaka siku moja Petro anasema, ai, sisi tuliwacha Bwana, sasa tukumfuata tutapata nini? Because they left something. Wanauliza itakuwaje? Tutapata nini? Bwana Yesu na asifiwe. Hallelujah. Esther anasema, yes, I am ready to do what you are telling me. But no, it is very risky. I can even lose my life. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hallelujah. And Esther was leading a very good life. Alikuwa anakaa maisha mazuri, chakula kiko, royal food. Alikuwa anajulikana. She was very popular. She was very famous. She was very wealthy. Materially, she was blessed. But now, she wants to take another step. That is a risk step. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hallelujah. It is a time for Esther to take a step. So she says, nimeona tunasema hapo, nasema kwamba anamwambia kwamba enda Mordekai anamwambia hautakosa kufikiwa. Hata kama wengine watauawa, wewe utakuwa wa mwisho. They will kill all of us, yes, Jews. But the last one watakuja kuua wewe sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 13 neno la Mungu linasema, basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther, naye Mordekai akawaagiza wampeleke Esther jibu kusema, wewe usidhanie kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote. Kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo tutakapo watokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wako wote wa baba yako. Walakini nani ajuae kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Basi Esther akawatuma ili wamjibu Mordekai, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana. Nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia niangamie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Esther, gharama sasa ya kuwa in a position. Nikiingia pale nikiangamia niangamie. Lakini Mordekai anamwambia Esther, tunakwambia Esther, nani ajuaye kwamba uko katika makao ya malkia kwa wakati huu? Mungu alikuwa na kisababu. Esther, usipoongea, usipoenda mbele za mfalme, ujue yes, tutaangamizwa. Ama kama tutaangamizwa, tutapata msaada kutoka mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutapata msaada kutoka mahali pengine. We shall get help from another place. Lakini wewe ukiendelea kunyamaza, hatutaongea, Mungu anatusaidia. The cost of your position. Position ya Esther inamfanya agharimike, aende kinyume na sheria kwa sababu ya kuokoa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na huyu msaada mwingine ambayo na Mordekai anasema kwamba we shall get help from another place, ni kwamba ni Mungu huyu ambao anamuomba kisiri. Maana huyu Mungu ndiye atawakomboa, Mungu ndiye anawapatia, and it's God who is going to liberate them from the power of the Gentiles. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa anasema kwamba if I perish, I will perish. Mordekai anamwambia usisahau, don't forget where you came from. Esther, unasema wewe unataka kunyamaza tu, ni wa hekaluni, unasahau mahali ulitoka. Hata wewe ukuona wazazi wako, ni mimi nilikulea. Mordekai anamwambia hawezi kumbuka maisha yako, jinsi ambao uliteseka.
Wazazi wako walikufa kitambo, Esther. Mimi ndio nikuchukua Mordekai. Nikakaa na wewe kama binti yangu. Maisha ambayo nilipitia magumu sana, Esther. Na kwa neema za Bwana Mungu akakuinua sasa. Uko mahali pale, Esther, alafu na nyamaza. That is what Mordekai is telling Esther. No, remember where you came from. Amen. Kumbuka mahali ambapo ulitoka. Esther, hata wakati ambapo walikuwa wanachagua wasichana, hata wewe ukaenda pale, you lined with so many girls. Kulikuwa na foleni mrefu sana. Mfalme alikuwa anaangalia mmoja mmoja, Esther, na wewe Mungu akakuonekania. Out of many. Walikuwa wamevaa vizuri kama wewe, lakini hawakuchukuliwa. They acted like you, but they were not taken. Praise the Lord. Bwana asifiwe. What made the king to pick you, Esther? You know. It is a reason why the king picked on you to be in the palace such a time to save your own people. Amen. Why is it that he never picked those other girls, those other women? He only picked on you, Esther. And then you want to keep quiet. Was it that, Esther, you are looking good? Even those other women, they were looking good. Is it because, Esther, you are having a very good smile? Even those other women were smiling. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Esther, you are now the queen. You have everything. You have material possessions. The favor of the Lord is upon you. Unakasa, you have the privilege. Esther, you have the privilege to save us. Do you think it was a coincidence? No, you are there because God intended for you to be there. It is not a coincidence. Praise the Lord. God put you there with a purpose. Do you know why God put you where you are? He put you where you are with a purpose, so that you may save other people. Hallelujah. After the training you went through, Esther, it was because God wanted you to be an instrument to be used to deliver the Jews from the bondage, from their captivity, from death. Hallelujah. Esther says, now that Mordecai, you have pushed me, allow me to go to the king. If I die, I die. If I come alive, I come alive. But he's saying, he's going to the king knowing, if I perish, I will perish, because it was against the law. Personal cost. It was a privilege for Esther to be in the palace, in the court of the king. Even though she had not gone before the king for a month, but it was a privilege. It was a privilege. It was a great principle. Mordecai was telling Esther, the greater the privilege, the greater the responsibility. Praise the Lord. The greater the privilege, the greater the responsibility. Praise the Lord. Amen. Yeah. Unapokuwa katika cheo, Mungu anapokuweka mahali, hakuweki tu mahali hivi hivi kama kwa Mkristo. Anakuweka mahali na kisababu. Anakuweka mahali na kisababu. Na ukiwa pale, usione umefika pale kwa nguvu zako. I don't think it is a coincidence. No, God has placed you there with a purpose. The greater the privilege, the greater the responsibility. Esther alikuwa tu kwa court, the court of the king. Hata angeinua mkono juu, wanawake wengine wameinama kwa sababu ni mkubwa. Angesema leteni, analeta haraka. Neema ya Bwana ilikuwa juu yake. Alikuwa anajisikia he has everything. Hakuna shida, maisha ni nywe. She's okay materially, financially, everything. But remember, the greater the privilege, the greater the responsibility. Now she has enjoyed, but now is her time. Yeye ndiye anataka kuokoa hawa Wayahudi by risking her life,
going before the king the time he has not been summoned. Praise the Lord. Amen. The greater the privilege, the greater the responsibility. The more you have, the more you have to answer for. Bwana Yesu nasifiwe. Hallelujah. The more God has given you, the greater your responsibility to use it for his kingdom. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. The greater the privilege, the greater the responsibility. Mordecai alikuwa a minor official in the court of the king. Very minor. Hata hakuwa anatambulika sana. Lakini Esther akatoka nyuma yake, shup, akampita. Na Mungu anapeleka Esther pale akijua kuna wakati unaenda kuokoa watu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Amen. Do not compare. When God blesses you somewhere, do not compare yourself with that other person. Mungu akona kisababu. Mungu akona kisababu. In serving God, wanasemanga vidole hizi hazitoshani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. When God blesses you somewhere, don't compare yourself with that other person. God has a reason why you are there. He has a reason why you are there. If God open up your way and you are accessible to something that can help the ministry of the Lord, don't say, I cannot bring because again he has not brought. Are we together? Bwana asifiwe. It is because God has opened for you for that particular time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mungu kuweka pale, Mungu kufungulia pale, akona kisababu. Aliweka Esther pale na kisababu, ili aweze kuokoa Wayahudi ambao walikuwa wanasumbuka. What lesson do we learn about overcoming our fear of the future? Number one, there is no safety in the world. Hakuna ulinzi katika ulimwengu huu. Hata wakubwa hawana ulinzi, wanateseka. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. There's no safety in the world. Hata Esther ambaye alikuwa katika makazi ya mfalme alikuwa na hofu. Hajui kile ambacho kinaenda kumtendekea. There are bad things that comes to good people. Esther alikuwa pamoja na Mordecai, walikuwa na maabudu Mungu, watu wa Mungu ambaye Mungu aliwachagua, lakini Haman amejipanga na jamaa zake, anataka kuangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Esther na Mordecai, Esther akiwa chini ya mfalme ambaye alikuwa mtu very powerful. Esther tena na yeye ako na wasiwasi. Even the big people, they have no peace. Praise the Lord. There's no safety in the world. Esther kama tukikuwa na ulinzi, Esther alikuwa amezingirwa, lakini alikuwa na wasiwasi naye tena katika maisha. There are bad things that are happening to good people all over. There are people who are conspiring against good people. Esther and Mordecai and Jews, they were good people, but Haman conspired a plan to kill them. Number two, no coincidences in life. Sio mambo ya matukio tu ghafla. You are where you are because God has placed you there. Uko mahali ambapo kwa sababu Mungu amekuweka pale. You might not be a queen, but where you are, God has had a hand in it. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kosa kuwa malkia, lakini mahali ambapo uko kuna mkono wa Mungu. Kuna mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mkono wa Mungu katika mahali ambapo uko. Hata mahali pale unafanya kazi. Hapo mahali unafanya kazi. Yes. Ulipelekwa na mwingine lakini kuna mkono wa Mungu. Mtu aliona hauna kazi akuja kuchukua akakupeleka, lakini kuna mkono wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Everything it's not a coincidence. God has a hand in it. Use your position in life to support the cause of Christ in the world. Tumia nafasi yako
na sehemu yako ambayo Mungu amekupatia kwa ajili ya kupeleka neno la Bwana na kusaidia huduma ya Bwana katika ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kama Esther. Esther aliwaambia, endeni na mfunge na muombe, mfunge na msikule, nami nitafanya hivyo tena. Tutafunga, hatutakula kwa siku 3, mchana na usiku. Na mimi baadaye nitatoka niende kwa mfalme, ikiwa nitaangamia na niangamie. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati ambapo una face mambo magumu, you are facing a lot of fear in the future, a lot of worries in the future, do as Esther did. Esther advised the rest to fast and seek the Lord, not to eat for 3 days. And after doing so, Esther was about to go and do the right thing, which was against the law. She was ready to go and do the hard thing. She was ready to go and do the tough choice. It was not easy. She was going to do the right thing, to face the king, so that her people are saved. It was not easy. It was a hard thing, and it was a tough choice. Esther obeyed God. Praise the Lord. And he says, if I perish, let me perish. Let me perish. God has blessed you somewhere with a purpose. Don't sit and wait as if you are just there by help of man. It is God who has helped you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. There's some truth we have on overcoming our fear of the future. Number one, God is already there because He is God who goes before His people. Mungu tayari ako huko. He knows whatever situation we are going to face tomorrow. Anajua yale mazito ambayo yako mbele yetu. Zile changamoto ambazo ziko mbele zetu, Mwenyezi Mungu ashajua. God is already there because He is God who goes before His people. Anajua. He knows what will happen. He knows our future. And that's why we're singing, He knows we shall face tomorrow. Because He is God who holds our future. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, God promises to be with you no matter what happens to you. He says, I will be with you until the end of age. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. God knows our future. He knows our tomorrow. He knows what we are going to face. He says, I will be with you until the end of the age. To all our fears, the Lord says, fear not. Bwana anasema usiogope. Hata unapoendelea kuona mambo ya mbele, when you are facing the future, when you are expecting things that are not easy in your life tomorrow, God simply says, fear not. Bwana Yesu asifiwe sana. When you think that, you ask yourself, will things get worse? God says, fear not. Will I lose my health? God says, fear not. Will I lose my job? God says, fear not. Will my family struggle? God says, fear not. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Will my plans come to nothing? God says, do not fear. I know what I hold for you in the future. Bwana Yesu asifiwe. No one but God knows what our future holds. Let us walk into the unknown future with confidence. Wajitembee tukimwamini Bwana Mungu kwa yale yote ambayo anatutendea keshoe. Yale mema ambayo Bwana ako nayo, mwenyewe anajua. Sisi hatuwezi jua, lakini Bwana anajua. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. To walk with God is greater. It is the greatest thing of all joys. Kutembea na Yesu, kutembea na Bwana kila wakati, ndio kitu ambacho ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kutembea na Yesu, kuwa na Yesu. Jesus says, I will be with you until the end of the age. It is a privilege to walk with the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Esther na Mordekai walikuwa watu ambao walikuwa na hofu na maisha ya kesho.
hawakuwa wanajua kama wanaenda kuishi, lakini kwa sababu Esther aliwekwa pale, akawekwa katika kiwango cha kuitwa malkia, ndio tunamuona kwamba Esther akienda kwa mfalme. Na unaposoma Biblia, Wayahudi waliokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. She was there and God purposed. He had a purpose why she placed Esther where she was. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale ambapo wewe uko, Mungu ako na kisababu. Sema amen. Wewe ambaye uko huru PhD, God has a reason why you are coming here. How many churches have you bypassed? Mbona huko ingia mahali ya utari watu wanacheza? Umekuja tu wapi? God has a reason. God has a reason. Sema amen. Amen. Mungu ako na kisababu. Tell your neighbor, God has a reason. God has a reason. Umepita PhD ya kwanza, umepita ya pili, umepita ya tatu. Unakuja wapi? Uhuru. Mungu hakukuingiza kwa zile zingine. So kama Mungu amekuleta hapa, Mungu ako na kisababu, kuna kitu ambacho inatakana ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni mambo ya ujenzi, Mungu amekuleta tujenge pamoja. Sema amen. Amen. Mungu amekuleta. Amejua utoke huko uende kujenga kanisa wapi? Uhuru. Ende kujenga kanisa Uhuru. Na umekuja umepata John amekuweka kwa group. Kwa nini John amekuwa kwa group hii? Amekutoa na amekuwa na mwingine ameweka group nyingine. Mungu ako na kisababu. Praise the Lord. Amen. Kwa nini mimi ameniweka hii group na huyu ameweka hii group? God has a reason. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sasa ukiwa pale usianze kuangalia twende kila mtu sawa sawa. Ukiwa pale unaangalia ni nini ambayo Mungu ametaka ufanye hapa. What does God want you to do in that group? Mungu akona kisababu. You are there to stand in the gap. Siangalie huyu ako hivi, huyu ako hivi, sisi sote vidole hazifanani. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue ni kwa nini. God has blessed us in a different way. Utendaji kazi wako na utendaji kazi wangu ni tofauti. Bwana asifiwe. Praise the Lord. The secretary is here, cannot come and lead the praise. Noel is there. Bwana Yesu asifiwe sana. There's a reason, kuna sehemu yake. Kuna sehemu yangu. Na Mungu kila mmoja ametuweka na kisababu. Bwana Yesu asifiwe. So unapoona kazi saa zingine ikienda mrama, kazi haiendi vizuri, jiulize ama ni mimi ambaye nastahili kufanya hii. Esther alikuwa katika ikulu. Anaambia Mordekai, wewe hujui chenye unasema. Na Mordekai anamwambia, ikiwa wewe utaki kuongea, jua ya kwamba tunapata msaada kutoka mahali pengine. Na wewe jua utakuja kuangamizwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You have a privilege. You have a privilege where you are. Use that privilege to serve the Lord. Don't use it for your own benefit. Mungu kama amekuweka mahali, tumia nafasi ile kwa ajili ya huduma yake. Aliweka pale Esther na sababu ndio Esther akuje kuokoa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana waambia habari ya wamama ambao walisimama na Yesu katika huduma. Luke chapter number 8. Jinsi walisimama na Yesu katika huduma. Luka 8. Neno la Mungu linasema ya kwamba Bible says Luke chapter number 8 and verse number 1. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika mji na vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene,
tokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herodi, na Susana na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake ambao walitolea kwa kazi ya Mungu. Jini neno Mungu nasema kwamba Yohana mkewe Kuza alikuwa anafanya kazi kwa Herodi. Na alipokuwa anafanya kazi kwa Herodi, Kuza alikuwa analipa. Na Yohana mke wake ambaye alikuja akawa msaada. In other words, the support Kuza alikuwa anapata kutoka kwa Herod, alikuwa anakuja naye mke wake Yohana anaitumia kusupport huduma ya Bwana. Praise Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. That is what was happening. Use your privilege to serve the Lord Jesus. Use your position to save God's people. Use your position to spread the word of God. Kueneza injili ya Bwana. Mungu amekuweka mahali ambapo unaweza toka pale na Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. Unajua hii msingi ambayo iko hapa ni msingi ambayo kanisa itakana kujengwa. Na Mungu amekuweka mahali, amekupatia marafiki. Siku moja hata ukaribisha yule rafiki akuje mahali hapa, akuje kutusaidia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko mahali ambapo unaweza ongelesha mtu atusaidie, lakini kwa sababu ya that position you are not using it. It might not be him. She might not be her. It might not be me. But you, where you are. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kanisa ambalo nilikuwa nikitoka nikikuja hapa, kuna siku moja mzungu alikuja. Na mtu mwenye alikuwa ameleta mzungu alikuwa tu mshirika yule ambaye alikuwa anafanyia mzungu kazi ya kufagia kwa boma lake. Na alipokuja by good luck tulikuwa tumejenga na chini hatujatengeneza, mawe imejaa kama tu kama shamba, bado hatujakuwa na hata weka level. Na mzungu akakuja. Mzungu akaangalia vile tuko, akamwambia kwamba unajua tunataka tununue vyombo. Akauliza mnanunua vyombo mchezee wapi? Bwana asifiwe. Ground is not even flat. Mnataka kucheza aje? Kwa sababu mnataka vyombo. Yes, mnataka niende niwasaidie kununua vyombo. Mtacheza namna gani? That was a challenge. Mzungu akaenda akaambia huyu atakuja akampatia 100,000. Akaleta tutatengeneza kanisa wapi? Chini. Bwana asifiwe. So naona yule mshirika alitumia position yake kuleta mtu akatengeneza kanisa la Mungu. Where you are working, where you are, how God is blessing you. Don't look at the other member who is sitting next to you. Jitazame mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa Mungu amekuweka mahali ya kusimama na kanisa la Uhuru, na hutaki kusimama na kanisa la Uhuru, nataka nikwambie kwamba Mungu atafungua njia nyingine. God will provide another way. Bwana Yesu asifiwe sana. Mordekai anamwambia Esther, kabisa umesahau mahali ulitoka, maisha ambayo ulipitia. Sasa wewe ni malkia, unasema hauwezi ongea. Na kuambia Esther, usidhanie wewe umeokoka. Hata wewe utauawa. Lakini Mungu ataleta msaada kutoka mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Amen. God is speaking to you today. God has put you somewhere. You are in a position. You have a privilege somewhere. And God wants you to use that privilege so that huduma ya Bwana iendelee. Lakini wewe umenyamaza. Remain silent. And Mordekai is saying, Esther, if you remain silent, we shall get help from another place. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Blessed are they that know that they have a privilege and they are using this privilege to serve the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wanatumia nafasi ambayo Bwana amewapatia kumtumikia Mwenyezi Mungu. Esther katika ikulu, Esther alikuwa anataka kunyamaza.
lakini pressure. Nasema if I perish, let me perish. Don't bother about tomorrow. The worries you're having for tomorrow, hofu ambayo uko nayo kesho, kunaye Mungu ambaye anajua. Haijalishi ni yapi ambayo unaenda kupitia kesho. Pengine kesho unaenda kwa kesi. Pengine kesho unashangaa unaenda kutana na boss wako. You don't know whether your job will survive or not. I want to tell you, we are trusting and believing a great God who holds our future. He knows our destiny. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hata kama uko na mgonjwa unataka kumpeleka katika theater, mnashindwa nini tafanyika? I want to tell you, trust in this God. He knows the destiny. Bwana asifiwe. Simama mahali ambapo uko. Because he lives, I confess tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know